Jina langu ni Lucy John Bosco, ni binti mama ambaye ninaishi na aina ya kwanza ya kisukari zaidi ya miaka 20 sasa, lakini pia ni mwanzilishi wa taasisi inayotoa elimu ya kisukari kwa jamii ambayo inaitwa Diabetes Consciousness for Community au NICOCO. Lakini zaidi pia huwa najihusisha sana na kutoa ushauri hasa kwa ugonjwa wa kisukari, wale nini wafanyeje kuepuka athari za kisukari. Kwa hiyo karibuni sana. Nashukuru sana dada Lucy. Wewe kama mshauri sasa leo tutaenda kuangalia ama kuzungumzia juu ya mbinu ama njia za kuepuka ugonjwa wa kisukari. Sasa kwa faida ya mtazamaji ili aweze kujua kuhusu hizi mbinu, sasa moja kwa moja tuangalie dalili za ugonjwa wa kisukari zikoje. Ndio, karibu sana. Asante sana. Kwanza lazima watu wafahamu ya kwamba dalili za mwanzo za kisukari ni ngumu sana mtu kuzifahamu. Kwa sababu ni za kawaida: kichwa kuuma, kushindwa kuona vizuri, unahisi kama homa. Ni vitu vya kawaida ambavyo huwezi kujua kama hii inaweza ni sukari. Kwa dalili ambazo nitazitaja hapa ni za mwisho kabisa: kusikia kiu sana, yani ile kiu kali, yani hata ukinywa lita 5 ya maji hapa haitakata hiyo kiu. Kwenda kujisaidia haja ndogo mara kwa mara, lakini pia mwili kuchoka sana na kupungua uzito. Yani unaweza ukao mnene wa kilo 80 au 90 ukakonda ndani ya wiki moja. Umekonda. Macho kupoteza uwezo wako wa kuona, lakini pia kusikia njaa mara kwa mara. Yani hata ulete sinia hapa nitakula lote lakini bado sitahisi njaa. Kitu kingine, yani kila wakati unasikia umechoka. Yani kila wakati unasikia umechoka sana. Mara nyingi kwa wanaume wanakosa ama wanaishiwa nguvu za kiume. Kwa hizo ndio zile dalili za mwisho kabisa. Ambazo hizo dalili zinakuwa ngapi hasa? Zaidi hayo. Mara nyingi haziwezi kufika yani ni 5, 6 katika hizo zote nilizozisema hapo. Okay, na wanaopatwa hasa na ugonjwa huu wa kisukari ni watu wa namna gani? Au ni rika hipi hasa ambao wanaathirika na ugonjwa huu wa kisukari? Kwa sasa hivi unajua mtindo wa maisha umebadilika sana. Kwa sasa hivi mtu yote anaweza kupata sukari. Okay, kwa haibagui. Okay, sawa. Tofauti na zamani. Zamani walikuwa wanasema matajiri kwa sababu labda muda wote wanaendesha magari, wakifika ofisini wanapanda lifti. Lakini pia kuna watu ambao wanakunywa sana pombe, ulevi, uvutaji wa sigara, lakini pia wenye msongo mkubwa wa mawazo, depression, inaweza kusababisha kisukari. Lakini kwa sasa hivi namna ambavyo dunia inaenda, kila mtu anaweza kupata kisukari. Okay, sasa vipi tuangalie kuhusiana na madhara yake yakoje? Hii kisukari madhara yake iko vipi? Kama nilivyokuwa naongea kuhusu dalili, kisukari kinasababisha ulemavu wa viungo, miguu, macho, kwa sababu mtu ambaye anaishi na kisukari na hajaweza kudhibiti sukari yake vizuri anaweza kupata vidonda kwenye miguu na ikawa ngumu kuona, akaishia kata miguu. Anaweza kupata shida ya macho anaweza kupufuka. Lakini pia kiuchumi, unaona dawa na matibabu pia yapo juu kiasi. Kwa hiyo inalemaza ama diseme ama inaathiri kwenye uchumi wetu. Lakini pia kisukari kinaweza kupoteza nguvu ya taifa. Usipoweza kudhibiti vizuri viwango vyako vya sukari, mwisho wa siku unaweza ukafariki. Okay, ndio madhara yake hasa. Sasa vipi kuhusiana na vyakula gani mahususi ambavyo vinaweza kumfaa mgonjwa wa kisukari avitumie? Ni vyakula hivyo ni vipi? Okay. Yes. Mwanzo wakati naelezea kuhusu athari, nilikuwa nasisitiza kwamba kama hautaweza kudhibiti, na athari zipo nyingi, hizo nilizotaja tu ni baadhi. Na namna ambavyo tunatakiwa kula ama kuishi vipi, lazima watu tufahamu kwamba mtu mwenye kisukari anaruhusiwa kula aina yoyote ya chakula, kwa sababu mwili unahitaji wanga bado. Okay. Wanga kazi yake ni kuupa nguvu mwili. Sasa ukiwa na kisukari haimaanishi kwamba utakiwa kula wanga. Mwili bado unahitaji wanga. Okay. Lakini kiasi kidogo.
kama unakula ndizi nyama, ndizi zinajaa kwenye sahani, mtu mwenye kisukari hatakiwi kula hivyo. Anaweza kala ndizi nyama, lakini zile ndizi ziwe 2 au 3. Nyama ni protein, mwili unahitaji protein, lakini sehemu kubwa ya sahani ya chakula iwe mboga nyingi za majani. Kwa kama utakuwa umeelewa vizuri, sijabagua. Tunakula kile ambacho kinapatikana. Lakini kanuni ni wanga kidogo, protein, nusu ya sahani iwe mboga nyingi za majani. Na katika hivyo vyakula kuna juice hizi za matunda zikoje, au juice ya miwa, hivyo vitu vikoje hivyo? Mgonjwa wa kisukari akivitumia, je, kuna athari zozote anaweza kuzipata? Mwanzo nilisema kwamba kila kundi la vyakula lina umuhimu wake kwenye mwili. Mimi nina kisukari, lakini muda mwingine sukari inashuka sana. Either nimetumia dawa nikachelewa kula. Sukari yangu inakuwa inashuka sana. Sasa hapo ndo kuna umuhimu wa kutumia vitu vyenye sukari. Matunda, juice, kama kuna asali, kuna glucose, kwa sababu naamini hata wewe ambaye hauna sukari, ukikaa muda mrefu sana bila kula unajisikiaje? Usikuta unaishiwa nguvu, unakuwa so weak. Sasa kwa mimi mwenye kisukari inakuwa zaidi ya hivyo. Kwa natakiwa kula vitu vyenye sukari. Ama kama kuna chakula nile. Kwa hiyo sio kwamba siruhusiwi kula, sio kwamba siruhusiwi kutumia asali. Lakini je, sukari yangu muda huo inaniruhusu kutumia hiyo asali? Kwa kama kiwango cha sukari muda huo yuko 2, of course nitatumia asali kuipandisha kidogo. Lakini kama sukari yangu muda huo ipo 7, nikitumia asali itazidi kupanda zaidi. Sana nashukuru sana kwa maelezo mazuri. Sasa ningependa tuangalie ni mbinu gani au njia zipi mbalimbali za kuepuka ugonjwa wa kisukari, haswa ni zipi? Mara nyingi huwa nasimanga kitu cha kwanza, tambua umuhimu wako kwenye maisha yako. Hilo ndio jambo la kwanza kabisa. Ukitambua umuhimu wako kwenye maisha yako, utajipenda. Na ukijipenda hautaruhusu kufanya lolote ambalo itahatarisha afya yako. Hautakuwa mlevi, hautavuta sigara, hautaruhusu uwe na unene wa kupitiliza, hautaruhusu msongo wa mawazo ukutawale. Msiponi vitu ambavyo watu wanaona ni vitu vya kawaida, lakini ni vitu vya muhimu sana ili kuweza kuepuka kisukari. Tuwe na mazoezi, tusiruhusu msongo wa mawazo. Sisi ni binadamu, sawa, kuna vitu vinaweza vikatusumbua, lakini usiruhusu unafikiria kitu mwezi mzima. Unaelewa? Lakini pia kitu kingine, uzito wetu wa miili yetu. Tusiruhusu mwili na mafuta mengi. Na hiyo na tuwe pia na tabia ya kupima mara kwa mara. Kama nilivyosema, kisukari dalili za mwanzo ngumu sana kuzijua. Angalau hata kwa mwaka kila baada ya miezi 3 twende tukapime. Lakini kitu kingine, tujitahidi sana jamani, tusile vyakula vingi vya wanga wakati mmoja. Tukienda kwenye sherehe kwa tumechanga, tumeka 100 hapo kwenye mchanga, tutakula kila kitu. Sasa imagine labda mwezi mzima wewe ni mtu wa sherehe tu, unaweza kuongezeka hata kilo kwa ndani ya mwezi. Kwa tujijali, tule kila ambacho tunataka. Kama unakula ugali, iwe tu sawa na ngumi yako moja. Usile wali, pilau, biriani, sio ndizi za kupika kwa muda mmoja. Ila unaweza kula mboga nyingi mchanganyiko kwenye chakula, kwenye mlo mmoja. Kwa hiyo tuangalie namna tunavyokula. Na hayo yote kama tukijua umuhimu wetu kwenye maisha yetu na kama tukijipenda. Sasa pamoja na hayo, ni njia gani ambayo mgonjwa wa kisukari anaweza kutumia ili kuepukana mfano vyakula ambavyo vinaweza kumwathiri katika kumwongezea kisukari au kushuka kwa kisukari? Zipi? Mwanzo nilisema kwamba kanuni ni mboga nyingi za majani, nusu ya sahani ya mboga nyingi za majani, wanga kidogo, protein kidogo. Kwa hata kama na asubuhi chai yangu haina sukari, lakini naika mdalasini, labda mchai, siweki sukari wala asali, kwa sababu asali pia ni sukari vile vile. Badala ya kula silesi 5 za mkate, nakula silesi 2 za mkate. Protein ni nini? Labda kama tulipika maharage yalibaki, naeka kwenye sahani yangu. Sina mboga za majani asubuhi, lakini kuna matango, parachichi, nyanya,
tayari nimebalance. Nusu saa ni mboga za majani. Tunda nitakula nusu saa baada ya kula chakula changu. Ndio. Kwa kama huyu mtu mwenye kisukari akifuata huo utaratibu, lakini akifuata namna ambavyo ameambiwa atumie dawa zake na mazoezi pia, hata nusu saa tu, ruka kamba nusu saa kila siku inasaidia sana. Tunaweza tukaepuka madhara ya kisukari, na kupima pia viwango vitu vya sukari mara kwa mara inasaidia sana. Okay, nashukuru sana dada Lucy kwa maelezo hayo. Sasa vipi wewe kama mshauri wa wagonjwa wa kisukari, unaweza kuambia wagonjwa wa kisukari waepukane na vitu gani hasa cha vyakula? Hakuna cha kuepuka, unakula kile ambacho kipo. Lakini je, unakula vipi? Nakuja kwako kuna pilau. Ndio. Siwezi kubaki na njaa, nitakula, lakini nitachagua upawa mmoja tu. Okay. Pilau. Protein kama ni nyama, kama ni kuku. Kama hakuna mboga za majani nitajiongeza, nitaagizia mtu akanitafutie parachichi. Ndio. Inasaidia kushiba. Kama nakula hisi sijashiba, nitakunywa mtindi plain kabisa ambao hauna ladha yoyote. Kwa hakuna, nadhani watu wengi wanadhani kuna specific way of life mtu mwenye kisukari anatakiwa kuishi. Hapana. Okay. Watu wengi wana complicate mambo. Vyakula ni hivi, maisha ni haya. Ila namna tu ya kujua kwamba natakiwa kula vipi hiyo chakula. Je, sukari yangu inaniruhusu kunywa hii juice muda huu? Nitapima. Kama ipo 3 nitakunywa glasi tu, nusu glasi ya juice. Hata ikipanda itafika 5, 6. Lakini kama sukari yangu ipo 8, 7, siwezi kunywa hiyo juice. Kwa sababu nitafika sukari itafika hata 12, 13. Yes. Kwa jibu la swali lako ni kwamba tunakula kile ambacho kipo, lakini lazima ujiulize nakula vipi. Okay, nashukuru sana. Na vipi, je, ni ushauri upi ambao ungependa kutoa kwa wagonjwa wa kisukari? Miluzi mingi umpoteza Mungu. Huyu amekwambia hivi, yule amekwambia hivi. Utapotea. Na wagonjwa wengi wa kisukari ndio wanapotea hivi. Mimi nikisema na kisukari mtu anasema, "Una kisukari? Mbona unaonekana kama una kisukari?" Kwa nini? Kwa sababu nimejaribu kuziba masikio. Namsikiliza sana daktari wangu na wagonjwa wengi wenye kisukari wanaenda private. Jamani, twendeni kwenye hospitali za serikali. Ama chagua ile diabetes center ambayo kuna madaktari ambao wanauelewa na daktari ambaye yani namna ambavyo kumpima daktari ni yeye au sio yeye. Kama akianza kukataza vitu, huyo sio mwenyewe. Okay. Yaani huyo sio mwenyewe. Kwa tujipende, tujijali, tujue mipaka yetu. Watu wengi wenye kisukari hatujui mipaka yetu. Mipaka yetu kama nilivyokuambia, namu ya juice. Sukari yangu imeniruhusu kunywa hiyo juice. Sukari yangu iko ngapi? So ni muhimu kujua mipaka yako. Na kuona washauri kwamba wao wanapima mara kwa mara. Kupima ni lazima, kwa sababu muda mwingine dalili ya kupanda na kushuka kwa sukari inaweza zikafanana. Sukari yako ikipanda kichwa kitakuuma sana. Muda mwingine sukari ikianza kushuka kichwa kinauma sana. Kwa ni bora upime, ujue kama iko chini, ujue namna gani ambavyo unaweza kujitibu. Kama kula asali, kuna juice kidogo. Kama imepanda, utajua labda kama unatumia dawa utatumia vidonge vyako. Kama unatumia dawa utatumia vidonge vyako na vomeza, ama kama unachoma sindano kama mimi, utachoma sindano. Okay, nashukuru sana. Na labda kwa kutamatisha, mshauri, je, ni wito gani sasa ambao unaweza kutoa kwa jamii ili waweze kukabiliana na ugonjwa wa kisukari? Ni wito upi? Wito wangu kwa jamii ili tuweze ama waweze kukabiliana ama kuepuka na kisukari, tujue afya zetu. Tujue namba zetu. Ninamaanisha kwamba tupime, tujue sukari ipo ngapi. Hiyo ni muhimu sana. Na wito ambao ungependa kuambia, je, inatakiwa wawe wanapima mara ngapi? Labda kwa muda wa kiasi gani au kwa kipindi kipi inatakiwa wawe wanapima? Kwa mwenye sukari ama ambaye ana mwenye sukari? Inategemea. Kama strips unazo nyingi inategemea. Inategemea sasa, kwa sababu sisi tunatumia strips. Strips kwenye kile kikopo ni bei ghali. Ni 50 sehemu nyingine zinakaa 50. Kwa kama unazo nyingi unaweza kupima hata mara 6 au mara 7 kwa siku. Kama unazo chache unaweza ukasema leo nitapima asubuhi,
na usiku nikienda kulala. Ndio. Labda kesho nitapima baada ya kula na kabla sijala usiku. Okay. Na kwa wale ambao hawana kabisa huu ugonjwa wa kisukari, ni vitu gani ambavyo ungependa kuambia ili sasa waepukane na huu ugonjwa? Kama nilivyosema, nje ya kupima, kuishi tu vizuri. Okay. Angalia unachokula, fanya mazoezi. Yes. Epuka msongo wa mawazo. Okay. Usiwe mlevi. Kwa hiyo utakusema kwamba ulevi unaweza kusababisha hiyo hali ya kupata sukari? Kivipi? Kama unakunywa sana pombe, unailazimisha kongosho, kwa sababu pombe inatengeneza sukari. Okay. Kwa hiyo unakuwa unailazimisha kongosho kutoa insulin nyingi ili kuyeyusha ile sukari. Ndio. Ndio maana asubuhi walevi wanakaga na hangover. Sukari inakuwa imeshuka. Ndio. Sukari inakuwa imeshuka kwa sababu kongosho sasa imetoa insulin nyingi kuyeyusha ile sukari. Ukiamka sukari inakuwa imeshuka. Sasa wewe maisha yako yote ni ulevi miaka 5 10. Hiyo kongosho unafanya unasababisha kongosho ifanye kazi yake zaidi ya uwezo wake. Okay. Kuna siku itachoka. Ikichoka ndio sukari itakuanzia hapo. Sawa. Nashukuru sana kwa muda wako dada Lucy, na kukaribisha tena katika siku nyingine. Nashukuru sana. Karibu. Karibuni. Asante sana. Nashukuru sana. Karibu sana. Asante.